Ndugu zangu, tusipozungumza, serikali inaweza ikafikiri bado sisi ni wajinga kama kizazi cha miaka ya 90 huko, kabla ya internet hayajaja. Kwa sababu lazima tuwekane wazi, kizazi hichi na kizazi cha 90 tofauti kabisa. Hasa mwingine anaweza akasema kuzungumza tu haiwezi kuleta matokeo. Ni kweli kabisa. Lakini kuzungumza pia ni hatua ya kwanza ya kwenda kwenye tunachokitaka. Kwa sababu hata waliosababisha tukaumizana Oktoba 29 walitumia maneno, na ndio ilikuwa silaha yao kubwa, kumobilize vijana. Kwa hiyo sisi lazima tukusanyane, tuiambie serikali mfumo wetu wa kuchagua viongozi ni wa kubadilisha. Kiongozi ni kama dereva, si ndio? Dereva mbovu anasababisha ajali. Sasa kuna hii kauli ya Baba Levo, kama vile anafikiri Watanzania wote ni wajinga kama yeye sijui. Baba Levo ameiona fursa ya udhaifu wa mfumo wetu wa kuchagua viongozi, akapita pale pale kufika bungeni. Lakini katika jamii inayojitambua, Baba Levo hakustahili kwenda bungeni. Sasa anampigia chapuo swaiba yake. Kimsingi kabisa, Mwijaku ndio amemsaidia Baba Levo kufika pale alipo. Hata kama Baba Levo atakataa, lakini kuna baadhi ya vitu Mwijaku amemsaidia Baba Levo. Mwijaku sikasoma? Mwijaku na Baba Levo tofauti kubwa sana. Yaani kuna utofauti mkubwa sana. Baba Levo ameonekana kwa kuwa karibu na Diamond, si ndio Lakini kuna baadhi ya fursa Baba Levo amezipata kwa sababu ya Mwijaku. Nitawapa siri ya Mwijaku. Mwijaku ni mtu mkubwa sana. Tumemdiscuss sisi katika research zetu tunazozifanya. Nitawaambia power ya Mwijaku. Sasa Baba Levo anakuja na hoja kwamba Mwijaku apewe hata UDC, ukuu wa wilaya. Kimsingi huu huwa ni mchezo wa CCM kuchagua wakuu wa wilaya, especially wakuu wa wilaya. Naonaga CCM ilikuwa na tabia kuchukua pale ITV sana. Kwa hiyo ukiajiriwa ITV pale unakuwa pro government, unakuwa kazi yako ni kuisifia serikali tu, siku moja uchukuliwe upewe ukuu wa wilaya. Tuna mfumo mbovu sana wa kuchagua viongozi wetu. Kimsingi tumeandikiwa na hawa Marekani. Huhitaji kuwa na watu wanaojitambua sana katika kabineti yako. Inabidi uwe na ndio ili kutekeleza script unayopewa na uko juu. Yes. Unafikiri kwa nini Magufuli hakwenda sawa na Ulaya na Marekani? Kwa sababu Magufuli hakuwa mtu ndio. Ni mtu ambaye alikuwa na pragmatic mind. Hichi akifai watoto wangu, hichi sitaki. Kitu gani nimekileta hapa? Hii kauli ya Baba Levo ambayo imeenda viral sana, naona watu wameishare sana. Usishangae serikali kaibeba ikampa cheo chochote Mwijaku. Tuko kwenye line ile. Ukitaka uongozi serikalini, jichetue. Si ndio? Usiwe na sifa za kuwa kiongozi, hapana. Wewe jichetue, kuwa maarufu, utapata uongozi. Mtu ataniuliza, mfano halisi ni upi? Si Baba Levo yuko bungeni? Sheta meya wa jiji la Dar es Salaam. Sheta ana sifa gani ya kuwa meya? No. It's bad system ambayo tumeandikiwa na wanaojifanya wana akili zaidi duniani. Lakini kama sisi kweli hii ardhi ya Tanzania ni ya kwetu na tuna uchungu nayo, lazima tutakuwa na strictly method ya mtu kuwa kiongozi wa jamii. Kuna kitu kinaitwa meritocracy. Unapewa uongozi kulingana na sifa yako, uwezo wako. Sisi hatutumii meritocracy. No. Kuna watu wamecontrol system, wanamweka mtu ambao wanaweza wakamuendesha kwa faida yao. Kwa sababu walimwengu wanataka watu wanyonyi. Kwa hiyo lazima wamtengeneze mtu ambaye hana uchungu na watu, wanampa cheo ili inakuwa rahisi kuwanyonya watu. Mtu ataniuliza mfano mzuri, Magufuli alikuwa anapenda tunyonywe? Miradi mingapi Magufuli kafa ameianzisha akiwa na uchungu na sisi? Unafikiri walimwengu walikuwa wanapenda? Hoja yangu nimeleta ni ipi? Huu ujinga wa Baba Levo ni wakumbusha wa Tanzania. Baba Levo inatakiwa awe ndio mtu wa mwisho wa sifa yake kupata cheo serikalini. Ndugu zangu, uongozi sio sehemu ya kuimba bongo flavor au kuigiza au uchawa. Uongozi ni sadaka. Angalia nchi ambazo zina mfumo wa uongozi ni sadaka zilivyo. They are super power. Russia, China, Iran. Achana na Marekani. Marekani kiongozi ni chawa wa walimwengu. Angalia Trump ni mchekeshaji, sijui brand ambassador. Yaani Trump na Mwijaku na Baba Levo unawaweka chungu kimoja. Kwa ujinga huo ndo Baba Levo anataka kutuletea nchini Tanzania. Basically bado tuko chini ya mwavuli wa Roman Empire, akina Marekani, Uingereza hao. Mwijaku ni brand ambassador, market strategist
wanaitwa hivyo. Ni mtu mkubwa sana katika nchi yetu. Ukiwa na tangazo lako la kupeleka redioni kwenye TV, wacha kupeleka kunapoteza hela yako bure. Mpe Mwijaku, ana hiyo power. Tumeshamfanyia utafiti sisi. Mwijaku ana nguvu sana ya kupush brand yako kuliko kiumbe yote katika nchi ya Tanzania. Ukiwa umelenga majenzi hawa, wacha kupeleka hela yako redioni. Mpe Mwijaku, inamtosha hiyo kazi. Mwijaku hafai kuwa sijui mkuu wa wilaya we. Mwijaku ni the best brand ambassador in Tanzania, the best market strategist in Tanzania. Mpeni hizo kazi makampuni makubwa, mpeni hizo kazi shemegi yangu Mwijaku. Swala la uongozi wa nchi, we need serious people. Na serious people hapatikani kwenye bongo flavor wala kuigiza hata kwenye uchawa. Niwakumbusha wa Tanzania, uchaguzi uliopita tulikuwa na maporno star. Wacheza picha za ngono wako kwenye listi ya kutaka kuwa wabunge. Yes, I know them. Professional porno star. Imagine wangekuwa bungeni sasa hivi, si kila mcheza picha za uchi Tanzania angeona kumbe ukicheza picha za uchi unaweza kwenda bungeni. Don't tell me who are they. Sitaki vita na watu, mimi nina vita na mfumo wetu wa uchaguzi wa viongozi. Uongozi ni sadaka. Lazima tukua observe from darasa la kwanza huko ulivyokuwa monitor mpaka unakuja university au college. Usiniambie mimi ninavyopiga kelele hapa mtandaoni eti naweza nikawa mbunge. Nikiwa na shida na fedha za bungeni, naweza nikakubaliana na hicho cheo. Lakini nikiwa na uchungu, naona ni kazi ngumu kabisa. Lakini kuna watu wanaweza wakaifanya hiyo kazi. Uongozi ni sadaka. Nimeshuhudia mashuleni, mko busy prepo, mwenzenu anashughulikia makesi ambayo ni nonsense. Unavyojua kuhandle matatizo kuanzia katika high school huku, college, university, ni sehemu nzuri sana ya kudemonstrate uwezo wako wa kuwa kiongozi. Usiniambie kupiga kelele mitandaoni huku, kusoma taarifa za habari redioni, kuwa chawa, kusafirishwa eti unaweza ukawa kiongozi katika jamii. No. Government, we are not stupid as those people who of 1990 something. Hichi ni kizazi hakidanganyiki. Msitupeleke. Baba Levo, Sheta wameona fursa, wamepita pale. Nikigombana na hao watu nitaonekana mimi ni mjinga. Ndio maana watu mnaniambaga bana, wewe una wivu. Basically unaweza kuniambia nina wivu. Lakini kimsingi hao watu wameona tobo wakapita hapo. Sawa, lakini hizi sio zama za tobo tena. Tuache kuchezea kamari maisha ya watu kwa kujaribu kwa kuchagua watu ambao hawana sifa za uongozi. Baba Levo, Sheta, hawa ni watu wa mwisho wa aina hii kuwa viongozi katika nchi yetu. Sifa ya viongozi unawapata kwenye colleges na kwenye university. Kwa nini nataja? Kuna changamoto nyingi sana na namna hawa watu wanavyopambanaga kutatua hizi changamoto huko. Kwa sababu let's say like university, kuna watu wa aina nyingi kule wana tabia za ajabu. Unapokuwa kiongozi katika mazingira yale, alafu unatatua zile shida, unaonyesha uwezo mkubwa sana. Mimi lazima nitetee colleges, universities ndio sehemu ya kutafuta viongozi wetu. Huku tukitengeneza msingi mwingine kwamba ili uwe kiongozi mkubwa lazima tuwe umepita JKT, ili uwe umejazwa uzalendo. Yes. Hiyo lazima ije kuwa kwenye mfumo wetu wa baadaye. Lazima tuandike mfumo wetu wa maisha. So fast tuna mfumo wa kina Roman Empire, democracy. Wapumbaze, wachunganishe, wafanye unavyowafanya, chukua mali yao. Baba Levo yuko busy anatafuta madawati Dar es Salaam, wakati Kigoma watu wanachimba madini. Hana uwezo wa kwenda kuquestion wale wanaochimba madini wamepewa kibali na nani? Kwa sababu wanajua system iko broken. Kwa Tanzania, mfumo wetu wa kuchagua viongozi sio system of draft. Wametutengenezea wakina Roman Empire. We need to write our own system. Baba Levo, Sheta ndio watu wa mwisho wa aina hii. Tuongezee na kina FA rudi kuja kutunga nyimbo bana. Inatosha hiyo. Uongozi ni sadaka. Uongozi unahitaji kuwa na pragmatic mind. Uongozi sio ndio. Uongozi ni kuwa na uchungu na raia wako. Na uongozi sio kila kitu kupiga kelele bungeni. Wewe unafikiri hela ndio hizo Mama Samia anakuambia unakwenda kuomba kimkopo kidogo tu unadhalilishwa. Okay. Pesa haiko World Bank ya IMF. Kwa hiyo tuendelee kuteseka. Hakuna mekanizmu ya sisi wenyewe kujikomboa. Tukae pale tuendelee kuteseka mpaka siku World Bank na IMF wameamua kutusaidia. No. We don't need such leader in our system. Tunahitaji viongozi wanaojua kuexploit mazingira waliopewa na Mungu. Angalia Wairani walichokifanya. Wanajua Hormuz iko kwao, wameitumia Hormuz, wamepata wanachokitaka. Sisi tunasubiri IMF tuletee maendeleo, si ndio? Watanzania tunahitaji kuandaa mfumo bora
wa maisha yetu kwa ajili ya kizazi generation A na generation B. Generation Z ndio imekwisha kabisa hii. Ndio imejazwa iliyojazwa juzi ikaishia kuumizwa. So kilichotokea Oktoba ni matokeo ya Generation Z kufanya ilivyofanywa. We need to write our own way of life. Maisha yetu ya kila siku tumeandikiwa na kina Roman Empire. Nikisema Roman Empire inamaanisha wakoloni wa Ulaya waliotutawala sisi, wakapasisha kijiti chao kwa Marekani. Hao wote ni kitu kimoja hao. Kumbuka hiyo ndio system inayo collapse kwa kasi ya ajabu. Dunia inarudi mashariki ilikoanzia. Magharibi wako busy na uhamiaji, hawazaani tena. They are done. Na huo upumbavu ndo wametuletea huku kwetu. Kuna vitu vingi vya kubadilisha. Pa kuanzia ni kubadilisha mfumo wa kuchagua viongozi. Like hivyo unaweza kudiscuss kitu gani na Baba Levo? Never been in school, ndo anaenda sekondari saa hizi. Alafu yuko proud, yuko bungeni. Anatupa na ushauri, anaipa ushauri serikali imchague Mwijaku. Nisongee sana. Ndugu zangu, we need to speak to tell the government we ain't stupid as the people of 1990 something. This is 2026. Things are uncontrolled, uncensored, unfiltered. Kila mmoja anajua, anaona. Tunaishi duniani, hatuishi Tanzania tena. Kuna tofauti kati ya kuishi Tanzania na kuishi duniani. Tunashare vitu katika speed ambayo sio ya kucontrol. Uncontrolled speed. Kwa hiyo serikali ijue inavyofanya maamuzi, watu wanaelewa, watu wana akili. We ain't stupid as we used to be. Mswahili elimika.